Wanasema Ukraine wamefanikiwa kuvunja mguu mmoja wa nguvu za nyuklia za Urusi kwenye shambulizi kubwa sana walilolifanya hivi karibuni. Okay, mimi nikiangalia hili shambulizi la Ukraine nakumbuka kipindi kile Zelensky alivyokuwa amekaa kwenye kiti cha ikulu ya Marekani, White House, huku Donald Trump akimwambia Zelensky, you don't have the courage, kwamba hana ujanja wowote ule kwenye uwanja wa vita, eti kwamba Putin amemkaba sana. Lakini mwamba Zelensky, mimi nadhani alikuwa tu anamchora Donald Trump, huku akiwaza zake kichwani, hawa jamaa hawajui mpango wangu wa kuzipiga kiberiti boma za Putin. Lakini siwaambie mpango wangu, nisije nikakuta hizi taarifa za mpango wangu kwenye social media. Hao ndo Marekani, hawana obsec kabisa. Kwa hiyo ndo maana ni muhimu sana kwa Ukraine wakiwa wanafanya operation kubwa kama hizi wasiwaambie Marekani, sababu watapoteza operation security ambao wanaitegemea sana ili hizi misheni zao ziweze kufanikiwa. Sasa hii unaiona hapa inatokea kwenye video ni Operation Spiderweb. Ni moja operation hatari sana kuwahi kufanywa hivi karibuni ambayo imeacha dunia nzima mdomo wazi. Cheki, drone karibia 117 kutoka Ukraine zimefanikiwa kushambulia ndege za kufanya mashambulizi ya kimkakati bombers 41 za Urusi. Okay, idadi bado haijajulikana vizuri. Wapo wanaosema ni bombers karibia 12 hadi 14. Hawa ni Warusi wenyewe. Lakini kwa kuwa wao ndio walioshambuliwa, kwa hiyo it make sense kwa wao kujaribu kupunguza idadi ya hizi namba. Lakini Ukraine wao wanasema kwamba wamefanikiwa kushambulia bombers 41. Of course hawa ndio walioshambulia, kwa hiyo na wenyewe obvious lazima watapandisha idadi ya hizi namba kwenda juu. Lakini idadi yoyote ile ambayo wewe unaiamini bado ni kubwa sana. Kwa siku moja kupoteza bombers 14 au 41, hii ni hatari na ni pigo kubwa sana kwa Russia au kwa Putin mwenyewe. Sasa kwa muda mrefu kwenye uwanja wa vita, huu ni uwanja wa vita wa Ukraine na Urusi, tumekuwa tukiziona jeti za kivita za Urusi zikisogea kabisa kwenye uwanja wa vita na kudondosha mabomu yake. Jeti kama Su-34, hii ni fighter bomber, tumekuwa tukiona sana kwenye uwanja wa vita ikidondosha yale mabomu maarufu sana ya Urusi. Haya ni guide bomb na imekuwa ikifanya madhara makubwa sana kwa vikosi vya Ukraine ambao vinapigana vita. Lakini kitu ambacho umekuwa ukioni kazi yake kwenye uwanja wa vita ni hizi bomba za Urusi, ndege kama Tu-95, Tu-22, lakini pia Tu-160. Kazi ya hizi ndege imekuwa ni kazi ya kurusha yale makombola masafa marefu kweli, aina ya cruise missile, ambayo target ya haya makombola ni sehemu za muhimu sana zinazolifanya jeshi la Ukraine liendelee kupigana vita. Kwa mfano viwanda ambao vinatengeneza silaha za Ukraine, lakini pia vituo vya kupozea umeme ambao hivi vina supply umeme kwenye treni za umeme ambao zinapeleka vifaa vya kivita hadi kwenye mstari wa mbele. Lakini pia kitu kingine cha muhimu sana kwa Ukraine ambacho kinawasaidia kuendelea kupigana vita ni command center. Na hizi zote ni target muhimu sana kwa Russia ambao wanataka Ukraine waache kupigana hii vita. Kwa hiyo hizi zote ni target ambazo bomba za Urusi kazi yake ni kuzishambulia. Lakini kwa nini hatuzioni hizi bombers zikifanya kazi yake kwenye uwanja wa vita? Hii ni kwa sababu hizi bomba huwa zinafanya mashambulizi yake zikiwa mbali sana na Ukraine, yani zikiwa mbali sana na uwanja wa vita. Zinafanya mashambulizi huku zikiwa bado ziko kwenye anga la Urusi, sehemu ambayo makombora ya ulinzi wa anga ya Ukraine hayawezi kuzifikia kabisa hizi ndege. Kwa hiyo hizi ndege operation ambazo zinafanya ni operation ambazo zitakuwa salama zaidi. Sasa unaweza kaniuliza, Max, mbona haya mashambulizi yasifanywe labda na drones au guide bomb ambazo zinadondoshwa na hizi ndege au hata makombora ballistic kama Iskander-M ambao Russia tumeona wamekuwa kiarusha karibia kila siku? Kwa nini? Swali lako ni zuri. Okay, drone kama Shahid ambao Russia wamekuwa kizitumia ni drone ambao na zenyewe zina range kubwa, zinaweza zikafika kwenye hizi target ambao Russia wanataka kuzilenga. Hizi drones za Shahid 136 zina range ya karibia kilomita 1000. Lakini shida yake ni moja, hizi drone zinaweza zikabeba vilipuzi vichache sana. Na kwa kuwa muda wote hizi drones zinajulikana zitakuwa zinatokea wapi, ni mashariki ya Ukraine. Kwa hiyo moja kwa moja mifumo ya ulinzi wa anga itakuwa rahisi sana kuzitungua hizi drones. Lakini pia kuhusu vilipuzi vichache ambao hizi drones zinaweza zikabeba, haviwezi vikafanya madhara makubwa sana kwenye target kubwa, kwa mfano kiwanda au hata command center za Ukraine. Kwa ndio maana hii option ya kutumia drone haitakuwa na ufanisi sana kushambulia hizi target za muhimu. Lakini pia vipi kuhusu hizi guide bombs ambazo zinadondosha na jeti za kivita kama Su-34? Hizi jeti zikisogea karibu sana, labda zikataka kuingia Kiev,
ili ziweze kudondosha hizi glide bomb zake ndo ziweze kulenga target zake. Kumbuka hizi glide bomb hazina range kubwa, zina range ya kilomita 60 au zikienda sana ni kilomita 70. Kwa ni lazima hizi jeti ziweze kusogea karibu sana na target yake ndo ziweze kudondosha haya mabomu ndo yaende kulenga target yake. Haya ni mabomu makubwa sana, kwa hiyo kwenye upande wa vilipuzi haya mabomu yanaweza kabeba vilipuzi vingi sana. Lakini tatizo ni hilo kwamba haya mabomu yanabebwa na jeti za kivita, na hizi jeti za kivita itabidi zisogee karibu sana na target yake ndo ziweze kudondosha haya mabomu. Kumbuka kuna silaha za ulinzi wa anga ambazo zinalinda hizi target muhimu sana za Ukraine. Viwanda kama vya kutengeneza silaha, command center, zote hizi zitakuwa zinalindwa na silaha za ulinzi wa anga. Kwa hiyo ndege za kivita kusogea karibu yake hapo, matokeo yake yanaweza sio mazuri sana kwa Russia. Hata hivi juzi kati tumesikia Su-35 imetunguliwa tena. Na vipi kuhusu yale makombora ya ballistic ambayo Russia wanayo? Makombora kama Iskander-M ni makombora ambayo yanaweza kufanya mashambulizi makubwa sana, sababu yanaweza kubeba vilipuzi vingi. Lakini tatizo kwenye haya makombora ballistic kama Iskander-M, haya makombora hayana range kubwa. Kombora kama Iskander-M la range ya kilomita 700 tu. Kwa hiyo kufikia zile target za muhimu ambazo Ukraine wamezisogeza nyuma baada ya hii vita kuanza, ili Russia wasio na uwezo wa kuzishambulia sana, itakuwa ni ngumu sana. Unatakiwa upate makombora ya ballistic yenye range ya kilomita zaidi ya 1000 ndio utaweza kulenga hizo target za Ukraine ambao wamezificha mbali sana. Na tatizo lingine la haya makombora ya ballistic ambayo Russia imekuwa ikiyatumia sana kushambulia Ukraine ni kwamba haya makombora yanajulikana yatatokea wapi wakati anakuja kushambulia Ukraine. Sababu hii vita kati ya Urusi na Ukraine ni vita ambayo inapiganwa mashariki mwa Ukraine tu. Kwa hiyo Ukraine wanategemea makombora yote ya ballistic ambayo yatafyatuliwa kuja Ukraine yatatokea kwenye upande wake wa mashariki. Kwa hiyo vikosi ambavyo vinalinda anga la Ukraine, kazi yao itakuwa ni rahisi sana. Kazi yao itakuwa ni kuelekeza rada za ulinzi wa anga ziangalie mashariki mwa Ukraine, sababu huko ndo haya makombora yanapotoka, makombora ya ballistic. Kwa itakuwa rahisi sana kuweza kuintercept haya makombora kwa kuna ile knowledge ya mwanzoni, unajua haya makombora yanatokea wapi. Kwa hiyo ndio maana mafanikio haya makombora ya ballistic kama Iskander-M kulenga target za muhimu yamekuwa sio makubwa sana, sababu yanajulikana sehemu gani yanapotokea, lakini pia hayana range kubwa sana kuweza kulenga zile target za muhimu ambazo ziko mbali sana na mstari wa mbele wa vita. Kwa hiyo Russia wanabaki na option ya kutumia cruise missile ambao hizi sasa zinaweza zikafyatuliwa kwenye platform mbalimbali. Kuna cruise missile ambazo zinaweza zikafyatuliwa kwenye platform ambazo zipo kwenye Black Sea, meli za kivita au hata submarine ambazo zipo kwenye Black Sea. Na makombora ambayo hizi platform zote za Navy zinaweza kufyatua ni makombora kama Kalib. Hili ni kombora lenye range ya kilomita karibia 1500 hadi kilomita 2500. Kwa hiyo ni makombora ambayo yanaweza katoka Black Sea hadi Ukraine kulenga zile target muhimu sana ambazo Russia wamekuwa kitaka kuzilenga. Lakini na yenyewe shida ni ile ile, sawa yana range, yanaweza yakabeba vilipuzi vingi sana, lakini tatizo ni kwamba yanatokea Black Sea. Walinzi wa anga wa Ukraine wanajua kwamba haya makombora yanatokea Black Sea, kwa rahisi sana kuweza kuintercept haya makombora. Lakini pia tatizo lingine ambalo lipo Black Sea ni hizi drones za Ukraine. Ni muda mrefu sasa toka tumesikia kwamba meli za kivita au submarini za Urusi zimehusika kufanya mashambulizi Ukraine, sababu kwenye Black Sea kumejaa drone za Ukraine, drone kwa jina la Sea Baby. Na hizi drone kazi yake imekuwa ni kuwinda hizi meli kubwa za kivita za Urusi na kulipuka nazo. Yani zinalipuka nazo kwa ile style ya kamikaze, kujitoa mwanga na hizi meli za kivita za Urusi. Kwa hiyo ni fujo kubwa sana inafanywa kwenye Black Sea na hizi drones za Ukraine kwa jina la Sea Baby. Yani ni kama panya road hivi, wakianza kufanya fujo mtaani ni lazima watu watakaa ndani. Na hiki ndo kitu ambacho jeshi la maji la Urusi limeamua kufanya. Wameamua kupaki hizi meli za kivita pamoja na submarine bandarini ili kuepuka mashambulizi ya hizi drones. Sasa hizi meli zikiwa zimepakiwa hapa bandarini zinakuwa zimezungushiwa neti fulani hivi, na hii neti kazi yake ni kuzuia hizi drones za Sea Baby zisiweze kufikia hizi meli za kivita za Urusi. Na jeshi la maji la Urusi limekuwa likifanya operation kuhakikisha kwamba wanaziondoa hizi drones za Ukraine kwenye hii Black Sea. Wamekuwa wakitumia helikopta na machine gun kuzishambulia hizi drone na kuzilipua kabisa. Lakini pia tumeona wamekuwa wakitumia drone nyingine kuwinda hizi drones, yani drone inatumika kuwinda hizi drones za Ukraine. Tumeona wamekuwa wakitumia drone kama ya Lancet
na yenyewe imeonyesha mafanikio makubwa sana kuwinda hizi drones. Kwa hiyo jeshi la maji la Urusi wanafanya hizi operation ili kuhakikisha kwamba hizi drones zitatoweka kabisa na kuruhusu meli zao zianze kufanya kazi yake tena, kurusha makombora kuelekea Ukraine. Lakini Ukraine na wenyewe wamekuwa kiadapt. Wameona hizi drone zao zimekuwa zikishambuliwa sana na hazina njia ya kujilinda. Kwa hiyo wameziwekea hizi drone makombora ya ulinzi wa anga. Kwa hiyo huwezi amini kwamba hizi drone na zenyewe sasa hivi zinaweza zikashambulia hizi helikopta ambazo zimekuwa zikizimiminia hizi drone marisasi. Hivi juzi kati tumesikia helikopta ya Urusi imefanikiwa kutunguliwa na hii drone. Just imagine drone inalipua helikopta. Hili ni jambo la ajabu sana. Yaani ni kama panyarodi sasa waweze kupata mapanga. Inamaanisha kwamba hata polisi na wenyewe ambao watakuja kuwakamata watapata tabu sana. Kwa hiyo hii ni kusema kwamba hizi drones za Sea Baby zitaendelea kuwepo kwenye Black Sea kwa muda mrefu sana. Labda mpaka hii vita iishe kati ya Russia na Ukraine ndipo hizi drones za Sea Baby zitatoka kwenye Black Sea. Kwa hiyo hii ni kusema kwamba zile meli za kivita za Urusi pamoja na submarine zitaendelea kupakiwa kwa muda mrefu sana na zitaweza kurusha yale makombora ambayo Russia wanahitaji sana kuweza kuishambulia Ukraine. Kwa hiyo Russia wanabaki na option moja ya kufanya mashambulizi ya masafa marefu kweli ndani ya ardhi ya Ukraine, yani kulenga zile target za muhimu ambazo tumeziongea mwanzoni. Na hii option ni option ya kutumia boma, yani ndege zilizotengenezwa kupeleka mabomu ya nyuklia na kushambulia Marekani. Lakini Russia kwenye hii vita wamekuwa kizitumia hizi ndege kurusha makombora ya masafa marefu kweli kama cruise missile. Kwa mfano cruise missile kama KH-101. Hili ni kombora lenye range ya karibia kilomita 2500 hadi kilomita 2800. Hii ni hatari. Kwa hiyo inamaanisha hakuna sehemu Ukraine ambapo hili kombora halitafika kabisa na kufanya uharibifu mkubwa kweli, sababu hili kombora lina uwezo wa kubeba vilipuzi hadi kilo 400. Huko likiwa linatokea kwenye ndege ambao hata kwenye anga la Ukraine haijafika kabisa. Kwa hiyo hii ni hatari. Sasa baada ya kucheki data sikuamini kabisa, cheki tokea mwaka jana hadi leo KH-101 ndio kombora ambao Russia imekuwa ikilitumia sana kuliko hata haya makombora ya Iskander ballistic missile. Sasa hii inatuambia nini? Hii inatuambia kwamba haya makombora yanafanya kazi na yamekuwa ni muhimu sana kwa jeshi la Urusi kupigana hii vita. Lakini pia faida nyingine hizi bombers ni kwamba mashambulizi yake yanaweza yakatokea upande wowote ule. Tumezoea kuona mashambulizi ya ballistic missile yanatokea upande wa mashariki sababu huku ndo haya makombora ya Iskander ya Urusi yalipo, lakini bombers zenyewe zinaweza zikafanya mashambulizi kutokea upande wote ule. Hizi bombers zinaweza zikapaa zikapita kwenye mpaka wa Kazakhstan au hata zikatumia international airspace na kufanya mashambulizi kutokea mashariki, magharibi, hata kusini, yani upande wote ule, sababu hizi ni bombers, hizi ni ndege ambazo zinaweza zikapaa masafa marefu sana, kwa zinaweza zikafanya mashambulizi kutoka kwenye upande ambapo jeshi la Ukraine halitegemei kabisa. Sasa na mashambulizi yanayotoka kwenye upande ambapo walinzi wa anga wategemei kabisa, inamaanisha haya mashambulizi yatakuwa na ufanisi mkubwa sana wa kulenga target zake bila kutunguliwa. Kwa hiyo ndio maana hizi bombers ni silaha muhimu sana kwa jeshi la Urusi, hasa kwenye hii vita wanaopigana kati ya Ukraine na Urusi. Na sasa kama silaha ya Urusi itakuwa na mafanikio makubwa sana kwenye uwanja wa vita, lazima iwe na bifu na Ukraine. Kwa hiyo kwa muda mrefu sasa Ukraine wamekuwa wakitafuta njia au namna ya kushambulia hizi bombers. Tatizo ni kwamba hizi airbase ya hizi bombers unakuta iko ndani kabisa ya Urusi, kilomita karibia 6000 kutoka Ukraine. Kwa hiyo huko ni mbali sana. Ukraine hawana makombora yenye uwezo wa kufika huko, au hata drones, hawana drones zenye range kubwa kama hizi. Umbali wa kilomita 6000 ni mbali sana. Swali ambalo Ukraine walibaki nalo, watawezaje kushambulia hizi bomba za Urusi ili kuzipunguza? Ili sasa mashambulizi ambayo hizi bomba zimekuwa zikifanya kwa zile target muhimu sana ambazo zina support vita kwenye mstari wa mbele, huku zenyewe zikiwa nyuma sana, yapungue. Yani mashambulizi kwenye command center, mashambulizi kwenye viwanda ambavyo vinatengeneza silaha za Ukraine yaweze kupungua. Yani kitu ambacho Ukraine walikuwa wanatafuta ni solution ya kudumu. Kama tulivyoona walivyoweza kuzuia meli za kivita za Urusi zisitoke bandarini kwenye Black Sea. Kumbuka Ukraine ni nchi ambayo ilikuwa haina jeshi la navy, lakini imeweza kuzuia nchi yenye jeshi la navy kufanya mashambulizi kwenye nchi yake. Kwa hiyo hiki ndio kitu ambacho Ukraine walikuwa wanatafuta kama solution ya hizi bomba za Urusi. Kwa hiyo ndipo kikosi cha intelijensia cha Ukraine kikaamua kutengeneza hii mission. Hii ni mission kwa jina la Spiderweb au Operation Spiderweb. Sasa kwa muda wa mwaka 1.5
tuseme kuanzia Disemba 2023, kikosi cha ujasusi cha Ukraine kinaitwa SBU wamekuwa kiandaa kitu kama hicho unachokiona hapa kwenye picha. Haya ni makontena ya mbao ambayo yamebeba drones aina ya FPV, first person view drones. Tumeziona hizi drones zikitumika sana kwenye uwanja wa vita, kwa hiyo hiki sio kitu cha ajabu sana. Kitu ambacho tulikuwa tunajiuliza kwenye hii picha, hizi drones zilikuwa ziko wapi? Tunajua ziko ndani ya Urusi, lakini kwenye mkoa gani au ni sehemu gani haswa? Sasa baada ya watu kuangalia jinsi gani hili bohari lilivyo ndani au hii warehouse jinsi gani ilivyo ndani kwa kutumia open source intelligence, FSB wakajua hii ni sehemu gani ndani ya Urusi ambayo Ukraine wameitumia kuandalia operation yao ya kufanya mashambulizi. Ni sehemu inaitwa Cherubinski. Okay, sidhani kama nimelitaja hilo jina vizuri, labda Warusi wenyewe watakuwa wanajua kulitaja hilo jina vizuri, lakini hii sehemu ipo karibu sana na mpaka wa Urusi na Kazakhstan. Sasa hakuna taarifa maalum ambazo zinasema jinsi gani Ukraine waliweza kuingiza hizi drones ndani ya Urusi pamoja na vilipuzi vyake, lakini hii ina make sense. Hii operation kufanyikia kwenye mpaka wa Urusi, tena mpaka kati ya Urusi na Kazakhstan, ina make sense kabisa, sababu ingekuwa ni ngumu sana kwa Ukraine kuingiza hivi vitu kwa kutumia mpaka wao na Urusi, sababu ni mpaka ambao una ulinzi mkubwa sana. Kumbuka vita inaendelea kati ya Urusi na Ukraine. Kwa hiyo sehemu ya mpaka wote ule kati ya Urusi na Ukraine kuna ulinzi mkubwa sana. Kwa hiyo Ukraine hawezi wakapitisha hivi vitu kuingia ndani ya Urusi. Lakini kwa kupitia mpaka wa Urusi na Kazakhstan, hakuna ulinzi mkubwa hapo, sababu Kazakhstan haipigani vita na Russia. Na tena ulinzi unaweza kuwa mdogo sababu Russia inaweza kuwa imepeleka majeshi yake mengi sana, hasa yale yanayolinda mpaka kwenda kupigana hii vita na Ukraine, yani kulinda mpaka wa Urusi na Ukraine. Lakini mpaka wa Kazakhstan utakuwa uko free sana. Na mpaka wa Urusi na Kazakhstan ni mpaka ambao umekuwa ukitumika sana kupitisha magendo ndani ya Urusi. Kwa hiyo ina make sense kwa Ukraine, hasa hiki kikosi cha SBU kuingiza vitu vyao kwa kupitia mpaka. Na sasa Ukraine walipoweza kupitisha hivi vitu ndani ya Urusi, wakaenda wakakodi warehouse au bohari ya kuweza kuandalia hii misheni yao ndani ya mji wa Cherubinski. Sasa kwenye hili bohari ndipo walipoweza kutengeneza haya makontena ya mbao na kuweza kuunganisha hizi drones pamoja na vilipuzi. Na kwenye hii picha utaona ujanja waliotumia. Ukiangalia hapo juu, hizo drones sehemu ambapo zipo ni juu kabisa ya kontena. Kwa inamaanisha ukifungua mlango wa kontena hautaziona hizi drones, sababu hizi drones zimefichwa kwa juu, yani juu kabisa kwenye paa ya hili kontena. Sababu hizi FPV drones ni ndogo, kwa hiyo unaweza ukaziweka kwenye sehemu nyembamba kama hii na zikatoshea kabisa. Sasa Ukraine kufanya hivi walikuwa na maanisha nini? Hapa kitu wanachotaka ni kwamba mtu atakayeendesha hili gari au mtu atakayeendesha haya makontena akifungua mlango haya makontena kuchunguza mzigo, ataona ni mizigo ya kawaida tu, lakini kumbe kwa juu hapo ndipo wameficha hizi drones. Kwa hiyo wale madereva ambao watakaoendesha huu mzigo na kupeleka huu mzigo sehemu ambapo unatakiwa hawatashtuka kama kuna kitu kibaya kinaendelea. Na hiki ndo kitu kilichotokea tarehe 1 Juni. Madereva wa Kirusi ambao walikuwa wajui nini kinaendelea walipewa kazi na mfanyabiashara asiyojulikana. Kwa hiyo funzo hapa, usiwahi chukua kazi kwa mfanyabiashara asiyojulikana. Kazi ilikuwa ni kusafirisha haya makontena kwa sehemu mbalimbali ndani ya Urusi. Sasa mimi nadhani makontena mengine ambayo yalikuwa yanatakiwa kwenda mbali sana, umbali wa kilomita karibia 400, haya nadhani yalianza kusafirishwa siku 4 au siku 3 kabla ya hili tukio kutokea. Lakini yale makontena ambayo yalikuwa yanalenga airbase za karibu, haya nadhani yaliondoka siku hiyo hiyo, Juni 1. Sasa SBU baada ya kuhakikisha kwamba haya magari yamepaki karibu na targeti zake ambazo ni airbase za Urusi. Sasa unaweza ukajiuliza SBU waliwezaje kuwafanya hawa madereva wa Kirusi wapaki hizi gari karibu na airbase za Urusi? Wapo madereva wengine walikuwa wanaojua, wanasema kwamba walipewa maelekezo ya wapi wanatakiwa kupaki gari zao. Wengine walikuwa wamepaki hizi gari karibu na migahawa ambayo ipo karibu na hizi airbase za Urusi. Lakini muda ulipofika, ghafla paa ya haya makontena baada ya kupokea command kutoka Ukraine yakafunguka. Okay, na bado sijajua ni namna gani au ni mechanism gani iliyofanya haya makontena yaweze kufunguka. Lakini mimi nadhani haya makontena yalikuwa yamewekewa vilipuzi hapo kwa juu ili yakilipuka hii paa ifunguke.
na kurusha mbali kabisa paa ya hili kontena. Wapo wengine wanasema kwamba haya makontena yalikuwa yanafunguka tu taratibu, lakini mimi sidhani, sababu kuna picha zingine naona kabisa bati ambalo lilikuwa limefunika hili kontena liko mbali sana. Inaonekana kama limerushwa na kitu fulani hivi, labda ni kilipuko sijui. Lakini haya makontena yalifunguka, na hapo ndipo hizi drones za FPV zikaanza kupaa na kuelekea kwenye target yake zikiwa zimebeba vilipuzi. Na kuna madereva baada ya kujua nini kinaendelea walianza kurushia mawe hizi drones, lakini wakawa wameshachelewa. Hizi drones tayari zilikuwa zimeshaanza kuelekea kwenye target yake kwenda kufanya mashambulizi kwenye airbase za Urusi. Nadhani hizi drones zilitakiwa zifanye safari ya kilomita chache sana, kilomita karibia 2 au 1 ili kufikia target zake. Swali ambalo tunabaki tunajiuliza ni kwamba ni namna gani Ukraine waliweza kuongoza hizi drones hadi kwenye target zake. Ukraine wanasema kwamba hizi drones zilikuwa zinaendeshwa na marubani ambao wapo ndani ya Ukraine. Inasemekana kwamba Ukraine walitumia mtandao wa simu wa Russia 4G LTE kuongoza hizi drones. Yani walitumia mtandao wa 4G wa Russia kuongoza hizi drones hadi kwenye target yake. Kwa hiyo inamaanisha kwamba hizi drones ndani yake zilikuwa zina line ya simu, huku hao marubani wa hizi drones wakiwa ndani ya Ukraine. Sasa sijui tunaruhusiwa kuwaita marubani au watu wanaoendesha drones wanaitwaje? Lakini Ukraine inaonekana walitumia mfumo wa IoT, Internet of Things, kuendesha hizi drones. Huu ni mfumo ambao unatumika sana kucontrol vitu ambavyo uko navyo mbali. Yani unatumia internet, server za internet kuongoza vitu ambavyo viko mbali. Kwa mfano unaweza kuwa nyumbani ukazima taa au ukawasha taa, au ukazima TV ukawasha TV. Hiyo ndio mifumo ya IoT, na nimetengeneza project nyingi sana za IoT kama hizi. Sasa kwa kuwa alikuwa anatumia network ya Urusi kufanya mashambulizi, network ya 4G ya Urusi, ndio maana hizi drones hazikuweza kujamishwa kabisa. Sababu jeshi la anga la Urusi, hawa wanaitwa VKS, wasingeweza kujamisha frequency ya 4G ambao wanatumia watu wengine ambao wapo ndani ya Russia, au watu ambao wapo karibu na hizi airbase za ndege za kivita za Urusi, sababu hizi airbase haziko sehemu fulani hivi mbali na watu au makazi ya watu. Hizi airbase zipo karibu na makazi ya watu. Kwa hiyo wasingeweza kujamisha hizi frequency ambao madhara yake watu wa kawaida wangeyapata. Kwa hiyo ndio maana hizi drones za Ukraine ziliweza kutumia network ya Urusi wenyewe kufanya mashambulizi. Sasa na hivi ndivyo hizi drones zilivyolipuka na hizi bomba za Urusi. Cheki, hiyo ni Tu-95 aka Bear. Ilishambuliwa vibaya sana na hizi drones hadi bawa lake moja utaona kabisa limekatika. Cheki hapo. Na hiyo ni Tu-22, NATO anaita Blinder, na yenyewe ilishambuliwa vibaya sana. Ni bomba yenye uwezo wa kupaa kwa spidi ya supersonic, na yenyewe hapa inaonyesha inalipuliwa vibaya sana. Sasa watu walikuwa wananiuliza kwa nini hizi bomba za Urusi zimewekewa matairi kwa juu hapo. Kwani Ukraine hapo walikuwa wanashambulia garage ya magari au walikuwa wanashambulia airbase ya Urusi? Russia wanaziwekea hizi ndege matairi ili kuzuia drones ambazo zinatumia teknolojia ya AI au akili mnemba wa bongo wanavyoita kutambua targeti zake na kuzishambulia. AI ukifundisha target yako ni ndege kwa kuionyesha picha jinsi gani hiyo ndege inavyoonekana na ikafanya vizuri kwenye testing zako, inamaanisha kwamba kile inapoiona ile ndege itakuwa inaitambua sababu uliipa picha ya ile ndege. Lakini sasa ikiwa inafanya operation kutafuta target yake iko wapi, afu ikakuta target yake ni tofauti, labda kwa mfano imewekewa matairi ya gari kama hizi bomba za Urusi zilivyowekewa matairi ya gari, na ikajaribu kufananisha ile picha ambayo ilipewa mwanzoni kipindi unaifundisha, target yake inaonekana hivi, na ikakuta target yake ni tofauti sababu imewekewa matairi ya gari, inaweza ikachanganyikiwa kabisa na ikashindwa kupata target yake. Kwa hiyo ndo idea kwa nini Russia wanaweka matairi kwenye hizi ndege. Labda wasingepata matairi wangeweka kitu kingine, labda wangeweka nini, labda wangeweka magodoro hapo juu ya hii ndege, basi AI ingeshindwa kutambua hizi ndege ni ndege gani au ndo target yake ambayo inatakiwa kulenga, sababu ilipewa picha nyingine, lakini kitu ilichokutana nacho kwenye operation ya kweli ni tofauti na kile ilichopewa kipindi inafundishwa. Lakini bahati mbaya kwa Russia, leo hizi drones zinaongozwa na watu, yani watu ndo wanapaisha hizi drones hadi kwenye target yake, na uwezo ukamdanganya binadamu kwamba hii sio ndege kisa umewekea matairi. Hapana, binadamu atajua kabisa hii ni ndege na ataishambulia, na hiki ndio kitu ambacho kinatokea hapa. Tunaona hizi ndege japokuwa zimewekewa matairi lakini bado zinashambuliwa.
Lakini kuna muda niliona statement ya Ukraine ikisema kwamba hizi drones muda ambapo zilikuwa zinapoteza network zilikuwa zinapaishwa na AI, yani AI ndio ilikuwa inasaidia kupaa hizi drone hadi kwenye target yake. Lakini network ikikaa vizuri, binadamu anaendelea kuziongoza hizi drones hadi kwenye target yake. Kwa hiyo na AI au akili bandia na yenyewe ilitumika hapa kwenye hii mission. Kwa hiyo kwa mfano kama hii AI ingeshindwa kupata target yake, binadamu network ikirudi angeziongoza hizi drones hadi kwenye target yake. Lakini pia kitu kingine nilichoona kwenye hili shambulizi ni kwamba hizi drones zilikuwa zinalenga sehemu maalum kabisa kwenye hizi ndege. Kwa mfano kwenye ndege ya Tu-95 utaona kabisa hizi drones zinalenga bawa lake, sababu hapo kwenye bawa lake hapo ndipo kuna mabomu, yale makombora ya masafa marefu, hapo ndipo yanakaa. Kuna picha nyingine ambayo niliona inaonyesha kabisa hii ndege ilikuwa imebeba kombora la masafa marefu. Inamaanisha kwamba ilikuwa ni muda mchache sana hii ndege itainuka na kufanya misheni yake. Kwa hiyo hapo ndipo hizi drones zilikuwa zinalenga ili kufanya ili kombora na lenyewe lilipuke, liharibu na ndege kabisa. Ndio maana kwenye picha za satellite tunaona kuna ndege zingine zimeungua kabisa. Labda hizi ni ndege ambazo zilikuwa zimebeba vilipuzi kwa ajili ya kwenda kuilenga Ukraine. Kwa hizi drones zilipokuja na vilipuzi vyake vidogo zikalipua hizi ndege na haya makombora yakalipuka. Kwa hiyo ndio maana moto umekuwa mkubwa sana na kuunguza ndege yote kabisa. Lakini pia hata ukiangalia mashambulizi kwenye hizi ndege za Tu-22 utaona zinashambuliwa kwa juu. Kwa hiyo nayo ilikuwa ni weak point ya hizi ndege za Tu-22. Lakini pia kuna hii picha ilipostiwa ya mkuu wa SBU, kikosi cha intelijensia cha Ukraine, akiangalia picha hizi boma za Urusi, na utaona kwenye hizi boma kuna sehemu zimewekewa alama nyekundu. Hapo nadhani alikuwa anaonyesha weak point ya hizi boma ambapo hizi drones zinatakiwa kushambulia hizi boma ili ziweze kufanya madhara makubwa sana kwenye hizi boma. Okay, na ndege zingine ambazo tunaona zinapigwa kiberiti ni hizi ndege za AWACS za Urusi. Ni ndege kwa jina la A50. Hizi ni ndege za Urusi zenye rada kubwa ambao huwa zinapaa juu kabisa kwenye uwanja wa vita na kufanya ujasusi. Haya huwa yanakuwa ni kama macho ya Urusi kwenye uwanja wa vita. Ukitaka kuangalia uwanja wa vita unaendaje, lazima utumie hizi ndege za ujasusi. Sasa kwenye hii video ya Ukraine ya mashambulizi tunaona A50 mbili zikichomwa moto au zikishambuliwa na hizi drones. Sasa watu wanasema kwamba hizi A50 zilikuwa zifanye kazi kabisa, yani zilikuwa ziko operational. Ndio maana unaona hazina condition nzuri. Kuna A50 moja ilikuwa haina hata engine moja, kwa hiyo inawezekana ni kweli hizi A50 zilikuwa zifanye kazi kabisa. Lakini bei yake ni dola milioni 300, kwa hiyo sio mchezo. Hata kama zilikuwa zifanye kazi, labda zingetumika kwa ajili ya spare kwenye ndege zingine. Kwa hiyo sasa kwenye hizi video zote za mashambulizi ambayo Ukraine wamepost, kuna ndege moja ambayo sione kwenye haya mashambulizi. Hii ni ndege kwa jina la Tu-160 aka Blackjack. Kwenye haya mashambulizi hizi ndege zishambuliwi kabisa. Na tunajua hizi ndege zilikuwa zimepakiwa kwenye moja ya airbase ambayo Ukraine walifanikiwa kuishambulia. Hii ni airbase kwa jina la Belaya. Sasa swali ni kwa nini Ukraine hawakuweza kushambulia hizi ndege? Okay, mimi ninavyoamini ni kwamba Ukraine walikuwa wanataka kushambulia zile ndege ambazo zimekuwa zikiwashambulia wao. Kwa hiyo ndio maana walishambulia hizi ndege kwa jina la Tu-95, Tu-22, sababu hizi ndio ndege ambazo zimekuwa zikiwashambulia sana. Ukraine inaonekana waliamua kimakusudi kutogusa hizi boma mpya kabisa za Urusi, sababu hizi ni boma ambazo Russia imeanza kuzitengeneza hivi karibuni. Japokuwa hizi boma design yake na zilianza kutengenezwa tokea zamani sana, ni miaka 1900 na kitu huko. Lakini hivi karibuni mwaka 2017 Russia wameanza kutengeneza hizi ndege tena upya. Wanaziita jina la Tu-160M. M ikisimama kama modern, yani hizi ndege ni za kisasa. Na walianza kuzitengeneza hizi ndege ili kuongeza uwezo wao kufanya mashambulizi ya nyuklia, yani kuboresha ile triad yao. Okay, triad ni njia 3 tofauti ambazo nchi zenye nguvu za nyuklia au mabomu ya nyuklia zinaweza kutumia kushambulia adui yake. Njia ya kwanza ni kwa kutumia makombora ambayo yapo ardhini au yapo kwenye silo. Haya ni ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, na Russia na haya makombora kama Saturn yenye uwezo wa kufika hadi Marekani na kufanya mashambulizi. Lakini pia njia ya pili ambayo ndo njia ngumu sana ya kufanya mashambulizi ya nyuklia ni njia ya kutumia submarine. Hii ni njia ambayo inaogopeka zaidi duniani. Lakini pia njia ya mwisho ambayo inakamilisha kabisa utatu mtakatifu wa mashambulizi ya mabomu ya nyuklia ni hii njia ya kutumia bombers. Na sasa hivi Russia anatengeneza hizi ndege za Tu-160 kwa ajili ya kufanya hii kazi.
Japokuwa hata hizi ndege zingine kama Tu-95, Tu-22 na zenyewe zinaweza kufanya hii kazi, yani kuderiva mabomu ya nyuklia kwa adui wa Urusi, lakini kwa kuwa hizi ndege ni za zamani sana, hazina ile teknolojia ya kisasa ambayo inatakiwa kuweza kusurvive kwenye uwanja wa vita. Kwa hiyo Russia wameweza kuzimodify hizi ndege ili ziweze kutumika kufanya mashambulizi ya kawaida, yani ziwe zinabeba conventional missile, na ambao sasa ndo zimekuwa zikitumika sana kufanya mashambulizi ndani ya Ukraine. Na hizi ndo ndege ambazo Ukraine wameamua kuzishambulia, lakini Tu-160 Blackjack imeachwa kabisa. Kwa hiyo watu wanavyosema kwamba Ukraine imefanikiwa kuvunja mguu mmoja wa nguvu za nyuklia wa Urusi, sio kweli. Labda wamefanikiwa kuutegua tu, sababu hizi ndege za Tu-160 bado zipo na ndo zinasimama kama mguu wa tatu kwenye mashambulizi ya mabomu ya nyuklia ya Urusi. Kwa hiyo hizi ndege, kwa hiyo kuna sababu kwa nini Ukraine waliamua kuziacha hizi ndege wasizishambulie kabisa. Lakini pia kitu kingine ni kwamba labda Ukraine wangeshambulia hizi ndege za Tu-160, wangekuwa wanashambulia direct vikosi ambavyo vinatakiwa kufanya mashambulizi ya nyuklia vya Urusi. Na kwenye doctrine ya Urusi ya matumizi ya nyuklia ni kwamba pale tu adui wa Russia atakaposhambulia assets za nyuklia za Urusi, basi moja kwa moja Russia itakuwa na uwezo wa kujibu haya mashambulizi kwa bomu la nyuklia. Kwa labda Ukraine hiki ndio kitu walichokuwa wanataka kuepuka, wasishambulie zile assets za nyuklia za Urusi ili wasije wakapigwa na bomu la nyuklia, sababu ipo kwenye doctrine ya Urusi, ukishambulia assets zake za nyuklia lazima atajibu kwa shambulizi la nyuklia. Sasa Ukraine wanasema kwamba idadi ya ndege ambao wamefanikiwa kuzichoma moto ni 34% ya bomba za Urusi ambazo zimekuwa zikishambulia Ukraine. Sasa hapo anamaanisha nini? Video ya mwisho ambayo Ukraine walipublish inaonyesha kwamba ni ndege karibia 24 za Urusi ndo zinachomwa moto. Hii ni hasara ya dola bilioni 7. Kwa hiyo ni hasara kubwa sana. Na hizi bombers ni moja ya silaha zenye bei kubwa sana duniani. Hawezi amini nikikwambia kwamba ni nchi 3 tu duniani ndo zina operate fleet nzima ya hizi bomba, yani bomba ambazo zinaweza zikafanya mashambulizi ya kimkakati. Ni nchi ya Marekani, Russia pamoja na China ndo wanamiliki bombers kama hizi, lakini nchi zingine japokuwa na bombers lakini kwa namba ndogo sana ambapo hata haiwezi katengeneza fleet nzima hizi bombers. Kwa hiyo ni silaha ya bei kubwa sana. Na sasa kitu kingine ambacho kinalifanya hii shambulizi ya Ukraine kuwa ni shambulizi ambalo litaleta hasara kubwa sana kwa jeshi la anga la Russia VKS ni kwamba hizi bombers ambazo Ukraine wamefanikiwa kuzishambulia kama Tu-95 lakini pia Tu-22 ni bombers ambazo Russia imeacha kuzitengeneza zamani sana. Tokea mwaka 1963 ndipo Russia walikatisha production line ya hizi bombers. Kwa hiyo kila bomba ambayo imeungua hapa hakuna njia ya kuireplace au kutengeneza nyingine ya kuchukua nafasi yake. Kwa hiyo hii ni hasara kubwa sana. Yani kila bomba iliyoungua hiyo ndo imeenda hivyo. Hii imeenda kabisa. Hii imeenda. Sasa unaweza ukasema Max, mbona Russia sasa hivi wana production line ya bomba nyingine? Hii ni bomba ya Tu-160 Blackjack. Hizi bombas Russia wamekuwa wakizitengeneza tokea mwaka 2017. Kwa hiyo unaweza ukafikiria Russia wanaweza wakaongeza tu production ya hizi bombas na wakareplace hizi bombas ambazo zimeungua hapa. Tatizo ni kwamba hizi bombas za Tu-160 zina gharama kubwa sana. Russia tokea zamani, tokea mwaka 2017 walilazimika kuzitengeneza hizi bombas moja kwa gharama ya dola milioni 500. Na hapo ilikuwa ni kabla ya vikwazo vya Marekani na washirika wake. Sasa hivi baada ya vikwazo vya Marekani na washirika wake, Tu-160 Blackjack moja gharama yake inafika hadi dola bilioni 1. Kwa hiyo kulipia hela nyingi hivi kwa ndege ambao hata sio ndege ya kizazi kipya, yani ndege haina ile teknolojia ya stealth kama B-21 Raider au B-2 Spirit. Kwa hiyo sidhani kama Russia watakuwa hapo tayari kulipia hii bei ya hii ndege kwa ajili ya kureplace hizi ndege ambazo zimeungua hapa. Mimi nadhani Russia sasa hivi wataamua kuinvest hela nyingi kweli kutengeneza ndege yake ya kizazi kipya, ndege ya kizazi cha 5 ambayo tumesikia wakiitaja sana. Hii ni ndege au ni bomba kwa jina la PAK-DA. Hilo ndo jina la hii project ambayo siku moja itawatengenezea Russia bomba ambayo itakuwa ni ngumu sana kuonekana kwenye rada, bomba generation ya 5. Sasa hivi duniani Marekani tu ndo nchi pekee inayopaleti hizi bombas ambazo ni ngumu sana kuonekana kwenye rada. Kwa hiyo mimi nadhani hili shambulizi la Ukraine ni shambulizi ambalo litawasukuma Russia kuanza kuinvest hela nyingi sana kwenye hizi bomba za kisasa.
Kitu kingine ambacho watu wanauliza sana ni kwamba kwa nini hizi bombers Russia walikuwa wameziacha nje tu? Hizi bombers wangekuwa wameziweka kwenye nyumba fulani hivi au henga ya kutunzia hizi bombers. Kwa nini hizi bombers zimeachwa juani hadi Ukraine sasa hivi wameweza kuzishambulia? Jibu ambalo nilipata kuhusu hii issue ni kwamba wanasema kuna ule mkataba wa START. Huu ni mkataba ambao Russia pamoja na Marekani walisaini kwa ajili ya kupunguza matumizi ya silaha za maangamizi. Na walisaini mkataba unaitwa START 1, lakini baadaye Obama pamoja na kiongozi wa Russia wakasaini mkataba mwingine, huu ulikuwa unaitwa New START. Sasa kwenye hii mikataba watu wanasema kwamba hizi ndege, hizi bombers ambazo zina uwezo wa kufanya mashambulizi ya nyuklia zilikuwa zinatakiwa kubaki nje ili hizi nchi mbili zenye mabomu mengi sana ya nyuklia ziweze kukaguana. Yani ukijua mimi na ndege ngapi na sijaongeza ndege nyingine, inamaanisha wewe hutaongeza ndege nyingine ya kufanya mashambulizi ya nyuklia. Kwa hiyo ndio idea ambayo walikuwa wanatumia ili kucontrol utengenezaji wa hizi bombers nyingi. Lakini mimi nimejaribu kusoma hii mikataba yote, sijaona kitu kama hichi kimeandikwa. Niliona kuna sehemu wanasema kwamba hizi bombers zinatakiwa ziwe tayari muda wote kukaguliwa, na ukaguzi unatakiwa utangazwe kutokea mapema ndio uweke sasa hizi bombers zako nje waweze kuzikagua. Sijui tafasiri halisi ni kwamba ilikuwa inamaanisha hizi bombers muda wote zinatakiwa kukaa nje. Sijui kabisa. Lakini Marekani na wenyewe bombers zao za zamani na zenyewe huwa zinakaa nje, lakini bombers za kisasa kama B2 Spirit na B21 Raider huwa zinawekwa ndani. Alafu kitu kingine ni kwamba Russia na Marekani tayari washajiondoa kwenye hii mikataba, kwa hiyo wanaweza wakatengeneza nyumba za kulinda hizi bombers. Ni kusema kwamba ili shambulizi lingetokea na hizi bombers zingekuwa ndani, sidhani kama madhara yangekuwa makubwa hivi. Na kitu kingine ambacho watu walikuwa wanauliza ni kwamba kwani air defense za Urusi hazikuwepo kabisa? Yani zile SHORAD, Short Range Air Defense System, zenye uwezo wa kushuti hizi drone. Russia wana air defense ambazo zinaweza zikafanya hii kazi. Wana air defense system kama Pantsir na nyingine inaitwa Tunguska. Tatizo ni kwamba hizi silaha zote huwa ziko vizuri sana kulenga target ambazo zipo umbali wa kilomita 3 hadi kilomita 2. Na ukiangalia hii video, kuna video moja ambayo inaonyesha drone inainuka kutoka kwenye gari, inaenda moja kwa moja hadi kwenye airbase na kufanya mashambulizi. Sasa kulingana na muda ambao hii drone imesafiri hadi kufika kwenye hii airbase, sidhani kama ni umbali wa kilomita 3 au kilomita 2, umbali ambapo hizi silaha za ulinzi wa anga, yani Short Range Air Defense System, zinakuwa na ufanisi mkubwa zaidi. Sijui kama ulishaona video moja inaitwa The Rambo in Crimea. Kuna drone moja inapita chini kabisa, alafu mfumo wa ulinzi wa anga kama Pantsir unajaribu kuilenga hii drone, lakini ile kombora la miss na kudondoka chini. Lakini hii drone inaipita kabisa hii air defense system na kwenda kushambulia air defense ya S-300. Haya makombora ya Pantsir huwa yana ufanisi kulenga target ambazo zipo karibu. Hiyo ni physics na ni science ndio inasema hivyo. Kwa hiyo labda maengineer waweze kutengeneza kitu kingine ambacho kitakuwa na ufanisi kulenga target huku zikiwa karibu sana. Lakini hata hivyo sina doubt kwamba hakuna drones za Ukraine ambazo zimefanikiwa kutunguliwa kwenye hili shambulizi. Zitakuwepo, zipo drone ambazo zilifanikiwa kutunguliwa kwenye hili shambulizi, lakini zingine zikafanikiwa kupita. Hakuna mfumo wa ulinzi wa anga ambao na efficiency kwa 100%. In short, hakuna mashine yenye efficiency au ufanisi wa 100%. Kwa hiyo ndio maana hivi vitu vinatokea. Tukumbuke Ukraine walisema kwamba walikuwa wamepanga hili shambulizi kwa kutumia drones 140, lakini zilizofanikiwa kufanya mashambulizi zilikuwa drone 117. Japokuwa zipo zingine ambazo zilifanikiwa kuungua moto. Kuna gari ambayo ilikuwa inaelekea kwenye airbase nyingine ambayo ilikuwa ni airbase ya 5. Ukraine wamefanikiwa kushambulia airbase 4 za Urusi za ndege za kivita. Kuna airbase ya 5 ambayo ilikuwa inailenga, lakini ile gari ambayo ilikuwa inaenda kwenye ile airbase ilifanikiwa kuungua moto. Sijui ilikuwaje, na zile drone inaonekana zililipuka kabisa. Kwa hiyo kutoka idadi ya drones 140 hadi drones 117 zitakuwa zipo zingine ambazo zilikuwa intercepted kabla zijafika kwenye target yake. Na kitu kingine ambacho kinafanya hizi silaha za ulinzi wa anga, hasa hizi za masafa madogo, yani Short Range Air Defense System, ni kwamba huwa zinawekewa filter. Na hii filter kazi yake inahakikisha kwamba vitu vyote ambavyo vitakiwa kulengwa na hii silaha ya ulinzi wa anga lakini inaweza ikaviona havitakiwi kulengwa na hii silaha ya ulinzi wa anga. Kwa mfano, magari ambayo yanapita barabarani, magari ya kawaida tu ambayo yanapita barabarani,
Rada inaweza kayaona lakini haitakiwi kuyashambulia. Kwa hiyo kuna namna wamekategorize namna gani haya magari hayatashambuliwa. Kuna yule ndege mnyama anayepaa naye hatakiwi kushambuliwa. Sawa, anaweza kuonekana kwenye rada na rada inaweza ikatambua kama hii ni hatari, labda ni drone inakuja. Kwa hiyo wamewekea filter ili isiweze kurushia ndege makombola au kuimiminia marisasi. Sasa hii filter ndio kitu ambacho hizi drones zinatumia na kufanya hizi silaha za ulinzi wa anga ziwe ni vigumu sana kulinda anga. Kitu kikubwa ambacho wanatumia kuseti hii filter ni speed, yani speed ya target. Wanajua kabisa ndege mara nyingi, ndege mnyama anayepaa huwa hawezi akaenda speed kiasi fulani. Kwa hiyo rada ikiona kitu kinapaa kwa hii speed, kinajua moja kwa moja hii ni ndege mnyama of course, kwa hiyo isimshambulie. Lakini pia ikiona kitu kiko chini sana, kinapita chini afu kwa speed ambayo sio kubwa sana, hii rada itajua hii ni gari ya kawaida inapita tu, kwa hiyo haitaki kuishambulia. Sasa kwa mfano hii filter ikashindwa kufanya kazi ikashambulia gari, ya hiyo itakuwa ni issue nyingine kabisa. Lakini hizi drones za mashambulizi kama hizi za FPV zinaweza zikaenda speed ndogo sana na kukopi ile speed ya ndege au speed ya gari ambayo linatembea chini kidogo, na hivyo ndivyo hizi drones zinaweza kutumia kuevade hii air defense system na kuidanganya hii air defense system kwamba haipo. Lakini pia kitu kingine ni kwamba hizi drones zinatengenezwa na plastiki na vitu ambavyo sio rahisi sana kuonekana kwenye rada. Kwa hiyo ndio maana hizi drones hasa hizi za FPV huwa zinakuwa na ufanisi mkubwa sana kwenye kufanya mashambulizi. Inabidi maengineer wa rada waingie kazini, waanze kudesign rada mpya kabisa zenye uwezo wa kutofautisha hivi vitu. Lakini pia wanaweza wasitegemee rada tu, wanaweza wakatumia njia nyingine. Nimeona kuna style ya kutumia sauti. Tunajua hizi drones zinavyozunguka yale mapanga yake huwa yanatoa sauti kubwa sana, na hii sauti inaweza ikatumika kutrack hizi drones ziko wapi na kuweza kuzishambulia. Kwa hiyo hizi ndio njia mpya kabisa ambazo zinatakiwa kuweza kutengenezwa ili kuweza kutrack hizi drones na kuzizuia zisifanye mashambulizi makubwa kama haya. Lakini pia watu wanasema timing ya hili shambulizi ilikuwa ni ajabu sana. Huu ulikuwa ni wakati ambao Russia pamoja na Ukraine wanaenda kwenye mazungumzo ya kuleta amani, yani kumaliza hii vita. Sasa ikawa ni ajabu sana kuona Ukraine imefanya shambulizi kubwa sana. Mimi nadhani hapa kila mtu anataka kumaliza hii vita huku masharti yake ndio yakiwa yanafuatwa. Kwa ndio maana utaona kila upande umezidisha mashambulizi. Sio Ukraine tu ndio wamezidisha mashambulizi, hata Russia na wenyewe wamezidisha mashambulizi kwa kutumia haya makombora ya masafa marefu, makombora ya ballistic, lakini pia hata hizi drones za Shahid. Mashambulizi yamezidi kweli. Hapa lengo ni kumuonyesha kila mmoja yuko na hali mbaya sana, kwa inabidi akubali masharti ya mwenzake. Kwa hiyo mmoja atakayejiona yuko kwenye hali mbaya sana, awe ni Russia au ni Ukraine, itabidi akubali masharti ya mwenzake ndio hii vita iweze kuisha. Na baada ya hili shambulizi tuliona masharti ya Ukraine yamebadilika sana. Wameanza kudai vitu vikubwa sana ndio hii vita iweze kuisha. Kwa mimi sidhani kama hii vita itaisha hivi karibuni. Mimi nadhani hii vita itaendelea kwa muda mrefu kweli. Tuliona hivi juzi kati tena Ukraine wamefanikiwa kushambulia daraja la Crimea kwa kutumia vilipuzi. Lakini tuliona majibu ya Russia kwenye hili shambulizi na yalikuwa ni ya kawaida sana. Sasa sijui nini kilitokea hapo. Wengi tulitegemea labda Russia watafanya mashambulizi makubwa sana, lakini mashambulizi yalikuwa sio kama yale ambayo tulitegemea. Okay, asanteni sana kuangalia hii video. Usiache kutupia like, lakini pia kusubscribe ni muhimu sana. Jina yangu ni J Max the ATG, unaangalia Max Tech TV. Bye bye.